Askofu kwa kutukubali tukuje hapa tushiriki na nyinyi. We are very grateful. Thank you very much, Bishop. Kama Linda Mwananchi, tukiongozwa na kinara wetu Edwin Sifuna, we don't take it for granted that we've been able to be part of this church community today, and we were received very warmly. La pili, Baba Askofu na kanisa, is to apologize for the commotion that ensued at the beginning of the service. I know our supporters are very excited to see the leaders. Na sometimes inapita tu kidogo. For that we apologize. And as you'll see from this moment that I've held the mic until the last speaker, we will honor the church. Asante sana. I just want to say something very briefly. When you are giving the sermon today about Judah, mimi nilikuwa natoa Judah hapo naweka Kenya. Because if we talk about injustice, and we talk about corruption, and all those things you say that were happening in Judah, that they were facing the wrath of God at that time, is what we are experiencing as a country. And because we are in church, let me give let me just say this. Hata sisi kama wanadamu tunasemanga, huwezi kuwa na all vices zote mbaya. Ati wewe ni msherati, pia wewe ni muuaji, pia wewe ni mwizi, na pia unaongo mwingi sana. Si unachagua? Lakini tuko na viongozi, all the vices that one can have while in leadership or in government, wako na zote. They don't even take anything to be sacred. On Friday, at All Saints Cathedral in Nairobi, which also happens to be in my church, washirika walikuwa wameungana kuongea juu ya budget yenye ilikuwa imesomwa Thursday. Now, the church has a role in civic education. Lazima church ikuwe pia part of public participation, because pia church inamepewa mamlaka kwa nchi. Na wakiungana hivyo wakiongea, more than 30 goons wakaingia kwa kanisa. Wakachapa washirika, wakachukua simu zao na pia pesa yao. One of the goons was arrested. Jana simu imepigwa kwa police station aachiliwe. Kwa hii nchi tumeona tear gas ikipigwa kwa kanisa for the first time. The same All Saints Cathedral during the maandamanos of 2024, when peaceful protesters went to hide in church, live ammunition was used. Hata ukienda kwa hiyo kanisa utapota hizo bullet holes. And then now wametuma guns kwa kanisa. What else will they do to the church? Ado itogerekia. Ate tuathi igoti-inĩ ndũngĩona justice. Tondũ rathi kũu ũkerwo, okay, you never got your right to be heard was violated, lakini bado uko na makosa. Ukienda kwa kanisa where we seek for peace, uko pia unapatwa na guns. We're in a place where Judah was, and we need to turn to God. Pray for this country, but most importantly, not just pray. Work to get the right leadership. And some of them are seated before you today. Na wengine, this time round, tusifunge masikio and we refuse to look at people's history. Alafu 2028 tunaanza tena kufanya nini? God is giving us an opportunity. Can we do what is just, what is right for ourselves and for our country? Asante sana. At this point in time, due to the limitations of times, aspirants mutanikubali tu leo, wacha tuende tukaongee kwa rally na kwa heshima. But because I'm a lady, I'll just call 3 people to just stand and wave. We have from here, because I'm a lady, I also want to recognize my fellow ladies. Angel Mbuthia from Kiambu. Paulina Oko. Happy Zuena. I don't know. Amakopewala. She here. Amakopewala. The rest tutaongea kwa. I just wanted to musione kama ni wanaume tu wamesimama hapa. Pia we have a lot of ladies and I can see them. So at this point in time, I'll invite Senator Ototsi to take over the program. Asanteni. Bishop ambaye umetupa neno
mzuri sana ya Mungu pamoja na clergy, kanisa na Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Mimi ndio Godfrey Osozi, nikiwa seneta wa kaunti ya Vihiga, na pia mimi nimehusika kupanga hii maneno na Pauline. Kwa hivyo nachukua muda kidogo sana kuwaita viongozi wetu wakuu, alafu baadaye Babu atakuja kutambulisha wale viongozi wengine. Nitaanza na ndugu yetu, mzee wetu ambaye ako na historia kubwa ya kupigania mageuzi Kenya, wakiwa na Matiba na wakiwa na Kibaki na wengine. Ngoja kwanza, ambaye anaitwa Governor James Aguri Orengo. Kumbuka mumeambiwa msipige kelele kwa kanisa. Tuheshimu kanisa. Asante. My Lord the Bishop, the pastors and the deacons of this church, the chairman and the leadership of the church, and our team for Linda Mwananchi. Shukrani kubwa sana kwa kanisa. Sikujua leo tutapata neno muhimu, pengine hata rally saa ingine tutakosa kwenda kwa sababu yako Bishop. Umeongea mambo mazito sana, lakini niseme hivi, na I want to remind Pauline, I am the most senior politician in the Republic of Kenya. Nobody in elective politics in Kenya today was elected before me. All of them. Be it Kalonzo, be it Gachagua, every one of them. And coming to Thika is like being born again. Like being born again. I was here with Matiba, I was here with Kibaki, I was here with many leaders, including Paul Mwite. So the journey we are starting in Thika today, what I'm pleading with you, we have gone through this many times, and we are going to make the same mistake. Kenya needs a movement for change. Kenya needs a movement for change. Hii biashara ambayo tunafanya, tunataka fulani, before tumekuwa na chombo maalum ya kuleta mabadiliko katika Kenya. So Linda Mwananchi is accepted in the entire republic because people are looking for a vehicle for change. Change is what we want. If it is a president, hata Idi Amin alikuwa president. And this time, I plead with you, it's not about just electing the president. It's about what they are going to do after they are elected. We must have that program now. That's why 3 words: justice, mercy, and to walk with the Lord. And today we are walking with the Lord. And Bishop, I've discovered the best dancing club is in this church. We'll come back again. We'll come back again in this church. Please, Bishop,
pray for many people in this area who have sacrificed for Kenya. The struggle in Central Province with Mau Mau, that struggle informed many struggles in the world. In South Africa, if you read about Mandela, in Algeria, in the United States of America, when Malcolm X was talking about the Mau Mau. So we remember you for being strong and resilient. Don't apologize for being a Kenyan. You are a Kenyan. As a matter of right. So lazima tukae pamoja, watu kutoka Kenya nzima. I'm asking you to say one prayer for me. There's a young man I worked with for a long time. I've worked with a lot of young people from this area. Kabando wa Kabando, Mwite when he was young, Babu Owino here. Yeah? I've worked with them. But there's one I worked with who is a governor called Irungu Kangata. I want you to pray for us and pray for him, because I know he's listening. And if you pray, I know he's going to join us in the rally. I know. It's only you who can do it. If you don't pray, he will not come. And I know if you pray, your prayers is itafika. Prayer number 2. As politicians, we can intercede, lawyers can intercede in court, lakini sasa wanatuletea Ebola. Yesterday in the New York Times, there was a whole page about Ebola in Kenya. Many countries, including Israel, have told their citizens not to travel either to Kenya or use planes coming to Kenya. Kasongo is not listening. Please pray for him to listen. Akikataa tutaenda Laikipia sisi sote. Tutaenda Laikipia kuona ya kwamba no Ebola in Kenya. That is prayer number 2. Lastly, pray for Linda Mwananchi. I've worked with many people here. Edwin Sifuna. Nani kama wewe? Ososi. This guy is so tenuous. When he holds on anything, he can never let it go. And if you wanted to know about Linda Mwananchi, the first talk about Linda Mwananchi was when I called Babu to my house. And I told Babu, the hour has come. I need you, I need Sifuna, I need Ososi, I need all of you to make Kenya a great nation. Finally, I want to thank President Uhuru Kenyatta, because he was a true friend of Raila Amolo Odinga. Raila died when Uhuru was still praying for Raila to be the president of the Republic of Kenya. I don't know about any other prayers. The others, instead of prayers, I just saw the body of Raila being brought back from India. So and let nobody say that I'm saying this because I've been sent by Uhuru. Uhuru, I've had arguments with him many times. But I'm saying as a friend, I want to thank him. And to thank the leaders in United Opposition and from this area, and I dare say even Gachagua. Gachagua used to be my client. Mimi nilimtoa kwa jela huyo. So we want to move together. Are we going to move together? Are we going to move together? Kwa hayo mengi, mimi ni mzaliwa wa Nyeri.
in Kiganjo. That's where I grew up until I was 10 years. So when I come to Mrima, I come here as a matter of right. Mimi si mgeni hapa. Thank you and God bless you. So Thank you. Kabla sijamuita mnenaji wa pili, just to pick on what James you have said, kwamba linda mwananchi, tuko na umoja. Our unity is solid. The leaders you see here, we are all united for one cause, and the cause is to change this country, and the cause is to have justice in this country. Na Bishop, nataka utuombe kwamba kama shetani ataingia kwa mmoja wetu, huyo mmoja wetu atakuwa amekosea wa Kenya, na sisi tutarudi tutatwanga yeye kisiasa. Kwa hivyo our leaders remain strong. I know the state is trying to use all manner of ways to split us. I want to tell them we are going to remain one and one team of Linda Mwananchi, and we are going to send Ruto home. Sasa wacha ni muite kiongozi ambayo nchi yote naangalia yeye. Mimi ndio si Bwana Edwin Sifuna, karibu. Asante sana. Bishop amesema mukijaribu kuniinua juu leo munaniletea laana. Nataka niombe nizungumze tu, na ukisikia kupiga kelele meza tu mati. Kelele tutapiga huko mbele, si ndio? Kwa heshima ya madhabahu ambaye tumesimama mbele yake, Bishop Samuel Mburu pamoja na Deacon Mwaura na uongozi wa kanisa hili la AIPCA na waumini wote ambao wamefika hapa leo, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi ndio Sifuna, Senator wa Nairobi, katibu mkuu wa chama cha ODM na naibu kiranja wa walio wachache pale kwenye Senate. Wewe unaniletea laana wewe. Tumesema tufanye nini? Tafadhali kwa heshima yenu. Bishop, nataka nianze kwa niaba ya kikosi kizima cha Linda Mwananchi ambao wamefika hapa leo. Nifuate njia ambayo dada yangu Pauline ameweka. Tuombe msamaha kwa ile purukushani kidogo ilikuwa hapa wakati ambapo tuliingia kama ibada imeanza, na kwa hayo mengi wengine walikuwa hata wakipewa instructions pale hawafuati, lakini tunataka tuseme wanalinda mwananchi ni watu wa nidhamu, na hiyo nidhamu ndio itatufikisha mahali tunataka tufike. Niliona wengine hata wanaingia wanaanza kusumbua mama wa Women's Council vile wako hapa, na wewe unaona tu vile wamekaa, vile wamevaa. Tuwapee nafasi yao na tuwapee heshima yao kwa kanisa. Kwa hayo mengi nasema poleni sana, sio kawaida yetu. Na tukisonga mbele, Bishop, vile umetuhubiria hapa, sisi kwa sababu ya hiyo makosa tulijipiga fine tu sisi wenyewe. Tulijipiga tu fine sisi wenyewe na nimeishika hapa. Sasa sijui Bishop utanielekeza tutaingiza kwa kikapu gani hii fine yetu. Gani? Treasurer. Asante. Hii ndio ilikuwa lunch, hao watu wanapiga kelele. Sasa tumejipiga fine, wacha tupatie kanisa hiyo makosa yenu. Hiyo makosa tumefanya. Asante. Nataka niseme Bishop, sisi wanalinda mwananchi tumekuwa na hii sasa habit ya kwamba tunapoenda mahali popote, vile umetuhubiria tuweke Mwenyezi Mungu mbele. Manake hii safari ni ngumu sana, hatuwezi peke yetu. Ndio maana tulisema tukikuja Thika, kabla hatujaingia kwenye kiwanja huko, tukuje hapa tuabudu na nyinyi mtuombee, tutembee pamoja na Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo umetuhubiria hapa. Sisi ni watu wa kushika vitu haraka sana. Uliona hawa ambao wako hapa mbele, ile mambo matatu ambayo umetufunza hapa kutoka kwenye Biblia, sisi tunayaamini na tutayashikilia, ya kwamba tuwe watu wenye kutenda haki, tuwe na moyo wa huruma, kupenda masi, na mwisho kabisa tunyenyekee mbele ya Mwenyezi Mungu na tumuombe atembee na sisi. Hii safari hata kufika hapa Thika leo haijakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi. Vile mumeimba hapa, ni mkono wa nani?
wa Mungu ambao umetushikilia. So mimi sitakuwa mrefu wa maneno leo. Tunataka mzidi kutuombea, muombee taifa hili letu, manake taifa lina changamoto nyingi sana. Lakini changamoto nyingi zinatokana na wale ambao wako kwenye uongozi sasa. Sisi tunaamini mkibadilisha uongozi wa nchi hii, 80% ya shida zetu zinaisha. Hiyo siku tu 80% of our problems will be resolved by you just voting the right people into office. Kwa sababu vile mmeambiwa hapa, kuna watu ambao wanaamka tu kazi yao ni kutafuta njia gani ingine tunaweza uumiza wa Kenya. Ni kama zile shida tuko nazo zijatutosha. Anaamka leo anasema naweza finya watu namna gani leo. Anaenda anatuletea ugonjwa kutoka nje. Hapa Thika, mimi nikiwa primary school, Mheshimiwa Orengo, tulikuwa tunasoma lessons kwa geography. Ulikuwa unapewa map hivi, unaona imechorwa industry pale, unaulizwa what is the economic activity of Thika. Unajua ni nini, si ndio? Lakini siku hizi kwa sababu ya zile mfumo ya ushuru ambaye imewekwa hapa, tunaambiwa Thika kampuni mingi sana zimefungwa. Na vijana wetu wengi wamepoteza kazi. Hali ya kufanya biashara imekuwa ngumu hapa. Inakuwa kwamba hata mtu kama alikuwa anataka kuweka kiwanda chake hapa Kenya, anahamisha anapeleka nchi nyingine, kwa sababu stima ni bei kali, kwa sababu ushuru ndio hiyo, corporate tax wamewekewa. Sasa hii tunaletewa budget hapa, tunaambiwa ati tupitishe tu, lakini iko na vipengee pale ndani za kufinya wananchi wetu. Wale ambao mko kwenye bunge la taifa, mtatusaidia kuhakikisha kwamba tunalinda wananchi. Kwa hayo mengine mengi tutasemea kule nje. Asante sana Bishop na uongozi wa kanisa lenu kwa kutukubalia tufanye ibada na nyinyi hapa. Mungu awabariki sana. Asanteni. Asante sana. I think tunaendelea vizuri. Wale wanakuja mchukue muda kidogo. Kabla sijamuita kiongozi ambaye atakuja kulead next program, tuko na wabunge karibu 15. Utajua vile utamanage hao, kwa sababu wabunge lazima wasalamie. Ningependa kusema kwamba rais akiwa kule Kakamega amesema kwamba viongozi wa upinzani wanapigia Wakenya kelele. Nataka kumwambia nikiwa ndani ya kanisa, hatutakosa kupiga kelele kama magunzi wanaingia kanisani wanapiga watu. Hatutakosa kupiga kelele kama Wakenya wanafinywa na ushuru mingi. Hatutakosa kupiga kelele kama shule zetu zinaharibika, kama afya yetu inaharibika. Kwa hivyo, President Ruto, you should be ready for more noise, because you have created an opportunity for us to talk about the problems you have created for the people of Kenya. Sasa wacha nimuite son-in-law wenyu ambaye ataita wale viongozi, Mheshimiwa Babu Owino. Asanteni sana. God is good and all the time. Ado anyuba muriega rege Ngai ni mwega hingo shiothe. Asanteni sana Bwana Bishop. Siku ya leo nina furaha sana kwa kukuja hapa kwa kanisa, na umenifundisha mambo manne kama ulikuwa unasikiza kwa makini. Na jambo la kwanza umetuambia ya kwamba tuwe just. Mambo la pili umetuambia ya kwamba tuwe merciful. Na la tatu ukatuambia tuwe humble. Na la nne ukisimama pale umekuwa very just. Ukasema one term. Nilisikia vizuri ama sikusikia vizuri? Simlisikia hiyo pia? Bas, hiyo ni justice ambayo Bishop ametufanyia kwenye kanisa. Na nataka nichukue nafasi askofu kwa kuomba msamaha. Venye tulikuwa tunaingia pale, tulikuwa tunaingia kwa furaha. Ilikuwa ni furaha mingi
kwa sababu wengi wetu ambao tumekuja, including myself, we are sinners. Venye tuliona kanisa, mlango ya kanisa, tukasema hii ndio hospitali ya sinners. Wacha tuingie, dhambi zetu ziishe. Pole sana askofu, na nataka nishukuru wanakanisa kwa kutukaribisha. Nataka niwakumbushe tu story moja kwa wale ambao wako kwenye kanisa. A story is told of a man who suffered for 38 years with disability. He was disabled and seated next to a pool. Then the angel of the Lord could come, stir up the pool of Bethesda, but this man never got an opportunity to get into the pool. One day, Jesus came. Askofu, unajua story? Then Jesus asked him, what can I do for you? The man said, I want to walk. And he said that Jesus, every time I try to jump in the pool, somebody else goes before me. Jesus told him, pick your mat, go home. The man was healed. La muhimu kwa hii story yote ni ya kwamba this man did not leave his mat. He picked his mat. Na nakumbuka 2022 jamii ya Wakikuyu Ado wa Nyumba tulikuja huku kukampeni, tulikuja kujaribu. Mimi nilikuwa kwa mrengo wa baba. Rais Ruto alikuwa pia anakuja kutafuta kura na Gachagua. Ukweli uongo? Venye alipewa kiti, alisahau kitu moja. Alisahau ile mati yake. Alienda akawawacha nyuma. Is a kind of a leader who is using the donkey principle. Punda milia ukishampatia nyasi, ukirudi huko nyuma anakupiga nini? Imefanyika haijafanyika? Angekuwa kiongozi nzuri, angekuwa venye mlimsukuma juu, angetumia the ladder principle. Venye mlimsukuma juu aende juu, nyinyi pia angewaweka mwende juu. Lakini shida sio kwa jamii ya Wakikuyu pekee. Shida ni kwa jamii wote hapa nchini Kenya. Wale ambao walipigia Rais Ruto kura, siku ya leo wanavumilia kukua wa Kenya instead of kuvunia kukua wa Kenya. Hapa Thika makampuni ziko. Wangapi hapa kwa kanisa wameajiriwa kwa hizo kampuni? Na hata hivyo hizo kampuni zimemalizwa. Ushuru iko juu, kampuni imeenda. Gharama ya maisha iko juu, watu hawana kazi. Wamama wetu wanateseka. Kiangalia wamama hapa, kazi ambao wanafanya ni kazi iliyo chini sana. Wanaoshea watu manguo, wanaenda kwenye soko ili wapate chakula wapeleke nyumbani, ili wapate karo ya shule, lakini wanahangaika usiku mchana. Shida zenyu zote inasababishwa na uongozi mbovu. Kwa hivyo 2027 Ado wa Nyumba, lazima mjitokeze. Lazima mpeane direction. Lazima mseme kama tulipigwa teke, raundi hii nyinyi ndio mpige mtu teke. Kuna mtu wenyu hapa anaitwa Rigathi Gachagua. Mimi nakumbuka vizuri sana Rigathi Gachagua akikufa na Ruto, usiku mchana. Nakumbuka nikiona kwenye runinga Rigathi akishikwa. Hata inasemekana alikuwa anapatikana kwa nyumba yake akiwa amelala, ako na bibi yake, watoto wako kwa nyumba, anatolewa kwa nyumba na boxer. Mnakumbuka mkumbuki? Mnakumbuka mkumbuki? Kama Rigathi ndiye amefanyiwa hivi siku ya leo, wewe ni nani? Wewe ni nini hautatendewa? Kwa hivyo mimi nawaambia, ikifika 2027, the only hope for this nation is Linda Mwananchi. Na Linda Mwananchi itashikana na opposition. Manake lazima tuungane
ndio tutoe nani? Asanteni sana. Wacha nichukue hii nafasi ya kipekee kuanza na maseneta. Seneta kutoka kule Kisii, Seneta Richard Onyonka. Karibu mheshimiwa, chukua dakika moja. Karibu. Hamjambo. Lordship Bishop, sitasema mengi kwa sababu leo yale maneno yote umeyazungumza. Ndio sisi wale tuko hapa tumetoka kusema Kenya ni nchi ambayo ina rasilimali za kutosha, ni nchi ambayo ina watu wamesoma, ni nchi ambayo ina kila kitu, ikitawaliwa na kuongozwa vizuri, wananchi wameridhika. Yale mambo ambayo tunasema sisi tumemalizana na William Ruto. Sisi hatuna story na yeye. Kusema kweli, you cannot have a country where you kill your young people, where you steal all your resources, where you grab all the pieces of land in the country, whether private or ordinary, where you make sure that you are the only one who's already a trillionaire in 2 years. Our argument is very simple. The Lord we worship will never make you prosper. Thank you. Asante sana. Akifuatwa na Seneta Dan Maazo. God is good and all the time. Asante sana Bishop, Your Lordship. Niseme ya kwamba Bartimayo aliokolewa na kelele. Kama Bartimayo angepiga kelele, Yesu angemwona na angemponya. Kwa hivyo nimueleze William Ruto, bora unaoa watoto, kelele itakuwa nyingi. Bora unafamia kanisa, kelele itakuwa nyingi. Bora mashule zinachomeka na watoto wa wenyewe, kelele itakuwa nyingi. Kwa hivyo niliona anajipiga kifua kule kama Goliath. Bishop, tunaomba uombe afanyiwe kama vile Goliath alifanyiwa na hii Linda Mwananchi. Sababu hata ukienda huko ng'ambo na nyumbani umeua watu, umeabuse human rights, hizo serikali umeenda kuomba pesa ama kujifanya rafiki, watakuangalia tu. Haijalishi mara ngapi utakomboa ndege ya Kenya utembee dunia mzima, hautapata chochote, hautapata kuheshimiwa. Bora umeharibu nchi yako, na sana sana kuvunja human rights na kuua watu na kupiga watu kwa kanisa. Asanteni sana. Asante. Mungu atubariki. Asante Mheshimiwa Patrick Makau kutoka kule Machakos Mavoko. Karibu. Thank you so much, Your Lordship, the Bishop, all protocols observed. Vile umesikia, mimi nimetoka Mavoko, Athi River, Mulolongo, na nimekuja Thika kuangalia kama vile Athi River kunafanyika. Ni hivyo vinaendelea. Nikaambiwa pia Thika factories zote zimefungwa. Athi River, Mavoko, kila kitu, pia factories zimeenda. EPZ wamefunga, kampuni zingine zinakubaliwa, wanatoroka hata na pesa za wafanyikazi. I have come to tell you what to Thika. Linda Mwananchi ndio mwokozi, is a savior, is the future of this country. Number 2, sahi imesemekana eti sasa ametufanyia vizuri sana. Bei ya diesel sahi, latest news, ati imeteremka na 10 shillings. Petro super imeteremka na 22 cents. Kweli kuna kampuni itatoka Tanzania ama Uganda ikuje Kenya? Ili hali Tanzania na Uganda bei ya mafuta iko chini. While hiyo mafuta inapitia hapa ikienda Uganda. We must think and think right. Kenya must be in the right direction, and the right direction is being led and shown by Linda Mwananchi. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Faith Odhiambo. Huyu ndiye amekuwa rais wetu kama mawakili hapa nchini nzima. Mheshimiwa, karibu ongeleshe watu wako. Yesu asifiwe. Bishop, asante sana kwa tukaribisha. Kitu nataka kukukumbusha ni kwamba ukienda ng'ambo unapata kanisa iko wazi, unaona watu 3 4 ndio wamekaa kanisa. Lakini leo watu wamepigania kuingia kwa nyumba ya Bwana.
Ingawa wamepiga kelele kidogo, lakini tunasema asante, wamekuja kusikia maneno mazuri. Mimi nilikuwa rais ya mawakili, tulipigania haki ya vijana wetu. Vijana wana kazi na wakipiga kelele wanapewa nini? Mnapewa nini? Risasi. Na tukasimama, tulihakikisha kila koti tuko hapo, ndio tuweze kuhakikisha haki kwa nchi. Leo neno yenye Bishop amesema ndio neno tunapigania. Faith, nitasimama na haki ya Wakenya wote. Na hii Nairobi hii mali tutasimama, tutahakikisha tukipewa hiyo kazi tutaifanya. Tumesema kila mtu ako kadi. Tuko kadi. Na wacha niseme kitu moja kabla nikae chini. Leo Mheshimiwa Karoli alinikumbusha kitu moja. Wakati baba alisema Kibaki tosha, hawakuwa na pesa. Leo mnaambiwa vile serikali iko na pesa. Youth leader ametukumbusha kwamba kiongozi wetu msinunuliwe. Lakini kitu ya muhimu lazima mkumbuke. Wakati baba alinua mkono wa Kibaki akisema Kibaki tosha, vijana waliamka wote na wakasema ingawa hawapatiwi pesa, watasimama na viongozi wao. Swali ni hii, mtasimama na viongozi wenu? Mtasimama na viongozi wenu? Tunasema pesa ni yenu, hiyo ni ushuru wenu, lakini kura tunapiga wapi? Tunapiga wapi? Kwa Linda Mwananchi. Viongozi wenu ndio hao. Hakikisha mpige kura, chukua kadi, kila mtu tuwe tayari. Asante. Faith, we have faith in you. Huyu ameokoa watoto wengi sana walikuwa wanapelekwa kule jela. Si mnakumbuka wamama wetu? Yeye ndiye alikuwa anatupigania. Tena nichukue nafasi kukaribisha Mheshimiwa Majimbo Kalasinga. Karibu. Tabu sana. My Lord Bishop, wenzangu wote ambao tumekuja siku ya leo kwa kanisa letu, kwa majina naitwa Majimbo Kalasinga. Mimi ndio mbunge wa Kabuchai kule Bungoma. Mimi nilianza kuwa mbunge, My Lord Bishop, wakati rais alikuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alinisaidia akaniguza mpaka nikapita kura nikakuwa mbunge. During that time alikuwa na kitu kinaitwa Linda Mama. I am very much sure, my Lord Bishop, Linda Mama imetolewa na Kasongo, haiko. Ni Linda Mwananchi itarudisha Linda Mama. That is our plan. Number 2, we want to tell the president right in the face, Mr. Rice, tutapika kelele as long as unataka kutuletea sisi Kenya Ebola. Tutapika kelele as long as you want vijana wetu wapike miguu marisasi watembee na mguu moja. Tutapika kelele as long as shule zetu hazipewi capitation, watoto wanalala njaa mpaka tuko na strikes in schools. Tutaendelea kupika kelele kwa sababu unaendelea kupora nchi hii. That is what to tell him. Hatuwezi kosa kumwambia hiyo. Mwisho, our Lord Bishop, kindly pray for us. Pray for us because plans in the entire Kenya, the state house of this country is panicking because of this movement called Linda Mwananchi. Na mbele ni kusuri. Sisi wote nikiongea saa hivi, Rigathi Gachagua ako Chwele in my constituency anatafuta kura. Na anasema huko